Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigereria bw'Ensoko TV oboroso bw'omugusi nemambia ndengi ya heri tukerigalia emerongo itataso mutinyo gatatu mwaka bw'echilifu ibere emerongo ibere na gatano arimo ritukorie Jumatatu ewiki ya chakire nokugena kwane unakwagenderera buya kurwanda onsie asura semambia yabona asubunchereria sobokorera bwaga sokwerigeria aboiga asibari murasi sabari mambia bono nogendera tukubwatia Ensoko TV kurwa chisa 12 cheke mambi gwikira bono igana indi ngukwariganya somurobere yegwetero bini go chakira bono gwika chinsa isano nemo chabono mubaso asogo chakomurekera na korigereria lyagenderete emambia yabono kurwase ki sector au ime na isiko yense ya Kenya tusangaso bwamu wetera senchira yo mutandao gwekerera Facebook rawega sensemo area ya YouTube Ensoko TV namba ya mawasiliano igere notisa no na ibere isano na isatu isano na isatu isano ne mumara gatano mwere obeka isato tusange aso bwamu go chakera bono gwika omwerio elietariane Ishmael Mogere. Asumu chakane mambia bono apa bwatani asensemo yobo chenu nigo basemiwe kwe bwatani nechinchira chekerero buna AI erikurwa bakoreri bwo bweni guchiase mwanya bantu korengana no monene bwe kiombe gya Kenya Association of Physicians Daktari Eric Njenga engakiyege karo gyakero mwake county ya Mombasa nigairero buna chinga kinigo chikonya guchencha na igo gwikaba bwatani ase obo chenu babe maiso erigo suka nechinga ki aso bakoreri bwa baso gutumeka chinchira chekerero aso kurwa bakoreri bwa guchiase. We are truly honored to also have distinguished speakers from the different subspecialties in medicine, be it diabetes, be it cardiac, be it renal medicine, be it oncology, and we have excellent talks. It's a 3-day event, and we started off with excellent workshops. We had the point-of-care ultrasound workshops, training our doctors on how to use point-of-care ultrasound to diagnose conditions and how to save lives. And also we had the renal vascular access workshops to try and train our doctors how to have access in the setting of patients who require dialysis and who have fistulas. This is a problem not only in Kenya but the greater sub-Saharan Africa. And definitely as an organization, that's why ExaCorp has been set up. And we are training in the counties. And what we want government to do is to provide the funding to help train these particular students in terms of fees, in terms of them being employed in their facilities where they can be able to have the training. It's a 4-year program. Once they finish training, placement in various facilities in their counties to be able to provide service. So that's the collaboration that we want to have with the government. In fact, this is a mandate from the East and Central Africa ministers, which is called the EXA Declaration, which was made several years back to try and commit to training of healthcare practitioners to serve the region, especially in the low resource settings. Yeah, so we do have our professors who are here, who are still taking part actively in clinical practice, who are still actively teaching, who are still actively delivering lectures. But there's a mentorship program that we have in the society, and this is occurring across all the different subspecialties. So we are mentoring the younger generation of physicians who are coming from training, right from the master's period when they're doing their MED, to when they now qualify as physicians registered by the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, and there are mentorship programs that we have within the society. We guide them on career choices, how to get into different subspecialties, providing opportunities for training, linking them also to higher bodies like the Royal College of Physicians for them to have their fellowship. So there is a mentorship pathway that is already in place. And even for me as the leader, I was mentored into this particular role. And also we're looking to have our younger people take up leadership in the society. Yes, of course, AI has its challenges, as you're all aware, and definitely there's regulation even in the Kenya Medical Dentist Practitioners Council. There are now laws that have been enacted into how AI is used and governed, especially in the issue of data protection. When you're looking at patient data, AI is being used to collect research data. How do you protect this data? How is it stored? For how long should it be stored? So all these are the actually government acts from the ICT Commission. So we are using AI extensively. It has its good and bad, and of course we also have to ensure that the information that is provided by AI is accurate, because it's highly accessible to all our patients.
So there's also ways in which to ensure that we provide the correct platforms where they can access this information in an accurate manner, and it's a reliable source which can be backed up by clinical evidence. So at this conference, one highlight will be the interaction between our trainees, those are the physicians in training, as well as the very senior physicians, as you've seen them speaking since morning. So in addition to the networking, there's a lot of mentorship in terms of research work, in terms of current practice, in terms of even the use of AI. Particularly in the current landscape of medical practice. So we are very proud as an association to have been able to onboard the postgraduate training. We are one of 7 countries that offer it across Africa. So a real highlight and truly a great moment for both our trainees as well as the senior physicians in their interaction during this conference. In Kenya, most of the physicians are normally centered around Nairobi, and you find that some counties are really undeserved. However, now we are going to discuss how AI is going to improve in terms of communication with physicians who are very distant, who are in very far counties. AI is helping us be able to communicate with other physicians across the far-flung counties. We are also able to use AI to diagnose our patients and also in follow-up of patients. And AI is also helping us determine outcomes of patients. In regards to diagnostic techniques, we have radiology techniques that enable us to communicate with physicians from far-off counties as well as far-off countries. So our program is mainly focusing on the major subspecialties that we have, that is cardiology, nephrology, which is renal, gastroenterology, cardiology, infectious medicine, as well as neurology and rheumatology. We are very happy to be here, and we hope that with advancements in AI, we'll be able to take this technology to even greater heights. Thank you. Asense mwende bune nchira ya munyoko ene kibuna ekero buna omo Kenya gwakurire miaka yago yabokorere ni mirimo eriko gendo mutimuko na igo kwenyorera ebesa gusengeria yago yo mutimuko nigo esabari ya munchirerio erachigo chakiwa eyo erachigo siraba bwate ni chilifu isano nemo korengana no mutineri o teleposta pension scheme Ignatius Wamalwa nigairere buna omuroberio norao gukinia ebesa eyo ekwenyorerwa kurwa ebirengo bya isato gochia igorokero mutienyo erio gochigo bange ekerokeria bachire umutumuko. My name is Rosbel Ambai. I'm a trustee, a member elected trustee, and I'm also one of the pensioners of this scheme. This member education is very critical because we have already told them that tunawajali. When you want to demonstrate vile unawajali, you need to come and be open, transparent, explain to them openly the goings of the scheme. We have even people who have 90 years like you had, they are 73. They have gained trust in us, and we keep going out to visit them and to just find out how they are doing so that they know tunawajali. And today we are here for a member education forum, this being the 5th forum. We did start last week Tuesday in Nairobi, and we are going around the regions meeting our members to engage them. In addition to that, we've come together with a number of service providers and experts to share with them some of the things that they should consider in retirement, matters like wellness in retirement, how they should eat, and what are some of the things they should consider when managing their own personal property. We'll also be taking them through initiatives such as setting up trusts to manage the transition of their wealth, because we've seen a number of challenges for families when their parents pass on. They are left behind fighting over property. So we are sharing with them some of the things that they can do just to ensure that their loved ones are able to live well after their demise. Around 83% of our total fund value is in property. And considering our scheme is closed, and by this I mean from the year 2006, we've not had any contributions into the scheme.
every month we are paying out from the funds that we do have. And so it's important that we explain to them why we have to dispose of the property. In addition to that, we are taking them through the process that we are following as approved by government. There are a number of conditions that we are given. Of importance is to ensure transparency in this process and following the Public Procurement and Disposal Act guidelines, consistently updating our regulator and our members on the progress we've made. And ultimately, the reason we are selling these properties is to add value to our members. So how will we do this? We are considering improving their monthly pensions by raising our current annual increment from 3% to better value. Some have raised questions around whether we'll be paying some bonuses later in the year, and also generally how we will improve their monthly earnings. So all this we've explained to them, and we will be engaging our actuary to conduct an actuarial evaluation in the after the end of the financial year in June this year, and we'll be coming back to members with some updates on how the money we've realized from the disposal of this property has then gone into enhancing their benefits. Lakini cha muhimu ni kwamba tunataka maisha yao katika kwa wamestaafu wawe wanakaa bila hofu na bila wasiwasi kwamba malipo yao yanaweza kuchelewa. Hilo ndilo jambo hasa tunasisitiza katika mikutano hii. We undertake fresh evaluations of all our property, and this informs the reason why in the publication of adverts for disposal we've actually quoted the reserve prices, and we've assured our members that none of these properties will be sold below the reserve prices, and we are fetching the best value for the funds through the tender process, and we are giving to the highest bidder. The total value of our scheme is around 15 billion, and of this 12 billion is in property. We have engaged government to acquire some of the strategic properties, close to 10 billion, and we are in advanced stages of conversations with the government to take the strategic assets, with the main one being Telposta Towers. It accounts close to half of our entire property portfolio. The current membership of our scheme and provident fund is now around 6,000, and so we are charged with the responsibility of ensuring all these members, together with their dependents and beneficiaries, are assured that the monthly pensions of our members will get to them in good time. Have in this property portfolio of around 12 billion, we have a number of properties that have had litigation ongoing for some of them, as for more than 15 to 20 years. And we have been pursuing this together with our lawyers as law-abiding organization to ensure that once we resolve these matters, we are able to quickly get the value of this property. So there are those that the courts have made determinations in the favor of the scheme, and we have since regularized those properties and ensured we have the documentations for properties that exist as buildings. We've actually refurbished them, and we are now letting them to the market at market rates as we await disposal of the same. So this disposal plan is being done in phases. We are starting off with those clean properties that do not have any litigations on them, and those that have legal matters will be at the tail end, and we are confident that we are not going to lose any property that belongs to our members, and once that is resolved, we
abatakanwa ime county ya Machakos nigo baburiga gochama na korosie bikundi elio kurwanirira oseri gukwanira na kurigeria makongo bagwetera chingaki basiriri abagaka babo okubura gose okuborio ko nigo gwachira chingaki abatakwana kurwa county chance ya 42 na ibiri meyense bagenderete gwetera makongo aubuna gusiria enibo yabo nyuma yo gusiria abagaka babo korengana no muteneneri bwo moroberio oyo manyakarimu na maendeleo party initiative Margaret Ndalana asomo yegabugo chengere myaka 13 yo moroberio yo nigaerere buna abatakanwa nigo bagwetera ogochaywa nabande goserwa kurwa chinka cyabo. Kwa majina naitwa Bendeta Muthoki Mulinge kutoka Machakos County, Kalama Ward. Tuko na shukurani sana kwa Mheshimiwa Ndalana. Manake Ndalana alikuja Kalama Ward akatuletea pesa za table banking 2015. Na hiyo pesa ya table banking tumefanya table banking, tukanunua tent ya 100 sita, tukanunua tent ya 50 sita pamoja na viti. Tumefanya table banking, hizo pesa tulipatiwa na Mheshimiwa Ndalana zimezaa mpaka ikafika mahali tukanunua ploti. Kupitia kwa Mheshimiwa Ndalana tumefanya table banking. Saizi pesa zenye ziko bank tuko na 1400. Kupitia kwa Mheshimiwa Ndalana tumejiinua sisi wa mama. Hakuna mama kwa grupu yetu anaweza kosa school fees. Kwa Rose Benjamin kutoka Chanzasu Good Sisters. Mimi ni charedi wa hiyo kikundi. Hiyo pesa ya table banking ile tumepewa na Mheshimiwa Ndalana ilikuwa pesa tu, ile pesa kidogo, lakini hiyo pesa tunaiweka hapo kwa meza, tunaishangisha hiyo pesa, sasa inakuwa pesa nyingi. So mwisho wa mwaka ukifika tunapatia wamama pesa, hata wanapeleka watoto wao shule. And I've now been working with Margaret, with Susan for 1 month, and I am joining their organization to help people around the world know about all of your amazing stories, your struggles, and the power of women. When you raise up one woman in community, you raise the entire community. And thank you for having me. Thank you for sharing your stories and your beautiful voices, your singing, your dancing. I feel like a Mazunga, I have no rhythm, sorry. But I love to see you all dance and sing. And I just want to remind you that you need to protect each other. You need to help each other. Everyone has struggles, and we all have a heart, and our heart is our home. When we're coming from our passion, when we're coming from our heart, we can raise everyone. If you have power, you need to bring it to everyone in your community so that we all can be successful. Thank you. Tuko na registered women 500 widows. Wengi walikuwa wameolewa, bwana amepass away, family na kufukuza nyumbani, unaenda kukaa town na watoto wako. Pale uta afford nyumba ambayo ulikuwa nayo mahali ulikuwa umeolewa, utaenda kulala nyuma ya shops. Na hapo utalala na watoto 5 na wasichana kwa room moja. Changamoto kama hiyo, watoto wa mama wa Kalama wametoka kwa changamoto kama hiyo. Niliwapatia pesa 10,000 shilling 2013 ambaye walianza table banking. Kwa sasa wakati kabla sijawapatia 10,000 walikuwa wananiomba school fees, niwatafutie basari, niwafanyie nini, lakini sasa wanaweza kupeleka watoto wao shule. Ile simu huwa napata kutoka kwao saa hii, niwasaidie waweze kupata kitu kama tent, ndio wawe wanakondesha vikundi zile zingine. Anza kusaidia wamama kutoka 2013. Vile tu nimesema, na nilikuwa na spend 10,000% kwa mshahara yangu for the last 13 years now. Nimeanza kupata volunteers nje ambaye wanakuja kunisaidia. Kama leo tumetumia kama 200,000 kuweza kusaidia wamama wafanye table banking. Kwa sasa kutoka 2013 nimetumia kama 10 million kwa hao wamama, kwa people with disability and widows.
And I'm happy kwa sababu mshahara yangu nimekuwa nikitumia na wamama na tutatembea nao. So naomba hao wamama wote vile niliwatoa pale chini kwa umaskini, nao waende chini watoe wamama wengine pale chini kwa umaskini, ndio sisi wamama wote tuweze kuwa na kitu tunaweza sherekea na watoto wetu wasikose school fees. Asense moyende okoba kwa marembe asense nige kuire robotwere rukobao magendera gokorekana na boigo kororekana ose hamagendera gokorekana na boigo ase okuigika ase obunchereri okuo kogokini uchumi na boigo koreta amaonchererio ine nkwana yo mwene baba waziri boigo mu waziri bwa mangana echinse chesko Musalia Mudavadi engakiyo gosasima ase kanisa ya ACK Kanyagia parish ense moya Nyahururu ase boiga kwana rigoro yo bukobwaterana gose ase boiga kwana rigoro yo gwatana nekana nobugesaku obubokoirera obongora bwense kogendera ase ensemo ya magendero. What is the economic value of peace? What is the economic value of peace? We normally ask ourselves, what is the economic value of a road? What is the economic value of a hospital? What is the economic value of water? What is the economic value of an airport, a dam? But today, I am asking you and asking other Kenyans, what is the economic value of peace? The economic value of peace, and mark my words, economic value of peace. If you don't have peace, there'll be no road, there'll be no agriculture, there'll be no dam, there'll be no hospital, there'll be no education. There'll be no security. So, that one word, that one question, economic value of peace, summarizes everything else. Bila amani, hizi vitu zingine zote haziko. Numuraigwa? Nego kanatigu? Katika siasa, people say we are looking for it, but it is our intention to form government. Munatafuta because you want to form government. Why do you want to form government? Because government is a good thing. You are not being elected to go and dismantle government. You are seeking to go and form government. If the government was bad, why do you want to go and form it? Because it is the government that drives nations after people have elected. Serikali ndio inafanya nini? Inasukuma. So, when we speak to say that we want a stable, peaceful, dedicated government, it is very important so that our children can go to school. There can be peace and stability. We can have health, mambo ya afya. We can have kilimo. We can have sports. We can have business. Na ndio kwa sababu tunasema we need a stable government. Maendeleo ya watu wa Ndaragwa ni maendeleo ya Wakenya wote. Tukifaulu hapa, tumefaulu Kwale. Tukifaulu hapa, tumefaulu Kisumu. Tukifaulu hapa, tumefaulu Kakamega. Kwa sababu sisi ni taifa moja. Kwa hivyo, I'm here
na kifua mbele na furaha na kusema kwamba I will always be here to work with you and to walk with you. Hata big countries kama Germany, America, the UK, the biggest debate mara nyingi is around health. Afya ya wananchi. Kwa hivyo mkiona hata hapa kuna siasa kuhusu mambo ya afya, it is not unique to Kenya. Yule President Barack Obama siasa yake nyingi ilikuwa mambo ya afya. Isipokuwa mambo ya vita huko sasa, hata siasa nyingi ya President wa Amerika kule ndani, outside what he's doing, health. Ukienda the UK, the biggest debate, health. Ukienda Ujerumani, the biggest debate, health. Kwa hivyo hata hapa Kenya, when we have the debate around health, it is not unique. It is what is happening in many countries because health ama afya is very central to the well-being of communities. And we have to continue working. Na hiyo debate ni mzuri kwa sababu inatuonyesha pahali labda bado kuna shida, we intervene. That is what working as citizens is all about. Your Excellency, Prime Cabinet Secretary, I want to confirm that for the last 3 years, since His Excellency took power in this country, our county has received special blessings. This list here that I was given has all the government projects that are being undertaken by the national government here, not only in Ndaragwa, but Nyandarua as a county. In the interest of time, we cannot go through everything, but if you look at our Ndaragwa, the roads are named by their name. They are in this list. We have the markets. We have electricity. We have other developments, even health centers. We have affordable housing. And when we come back and we have a lot of time, we shall go through each one of them. But for now, ni kujulisha watu wetu kwamba orodha hii iko na miradi ambayo serikali ya Kenya inajenga hapa Nyandarua na hapa Ndaragwa. The marginality of this place. Your Excellency, tumeongea maneno mengi mambo marginalization of Nyandarua County. Hii county imekuwa nyuma kabisa katika taifa letu. In fact, the story of that is in this book about how this place is, it is very, very true. You can be shocked about 60% of homes in this county hazina maji, hazina stima. Sasa ndio tunaanza kuona barabara za lami zimeingia katika hii county. So we want to appreciate and I want to encourage the government. Najua watu wengine wajui ushirikiano ya opposition na serikali. They are not enemies. We are supposed to work together kwa sababu wananchi wote ni wetu bila matusi na tukiweka Mungu mbele na the spirit of humility ambao tumefundishwa leo na PAMSAD. Asense moyende muraibwense Dr. William Samuel Ruto asetaro ya ense moye bunge ya Naivasha me county ya Nakuru maigayo gusasima se kanisa ya AIC Kongoni nigairaniria abamiriri baye abwatebere batabwati muroberio onde gose kerenga kende gionsi kyogosukia ense ya Kenya guchebusio chinga kiboigo asemire bari babwate ndemero kweneke bunango kora bari oborimi eri gosukia ense mutwe gwetera soborimi ase ogokora use asogokora enchara na bwigo kwenyorera engeria gwetera ase enchara yoborimi. Na mimi kuwa rais na kiongozi wa taifa letu la Kenya, mimi pia ni mkulima. Na lazima kama wale wakulima wengine nijipange ndio niweze kulima na kuchangia katika kutengeneza chakula katika taifa letu la Kenya. Ni mnanielewa? Ile chakula tunapata katika taifa letu la Kenya ni bidii ya wakulima wetu. Wale wanaamka mapema, wanaenda shambani, wanalima kwa bidii, wanajitolea.
hawa ndio wanatusaidia kuzalisha chakula, ndio tusikuwe na njaa katika taifa letu, na mimi ni mmoja wao. So nikaona so nikakuja jana kupanga ndio kuungana na wale wakulima wengine, kwa sababu hii ndio msimu wa kupanda. So nimeng'ang'ana hapo, naenda tena kurudia, na kesho nitang'ang'ana mpaka ishike laini ndio nirudi kazi. Najua kila mmoja wetu, na ndio mimi nasema nikiwa hapa, najua wengi wetu ni wakulima, na wauliza wote walio na nafasi ya kuwa na shamba ya kulima, sisi wote tulime, tuchangie kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Na msikiwe na wasiwasi ya makelele. Hao watu wa makelele hawaendi mahali. Fitina mingi, siasa mingi, bure na ukabila, hiyo ni watu bure. Bure sana. Bure watu si bure. Bure sana. Bure kabisa. Bure. So tunataka tuungane. Mimi nimewaeleza hawa watu, sera yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Kazi. Maono yenu ni gani? Kazi. Kazi. Umewasikia wako na agenda. Sini pamoja tu. Na matusi. Wametukana miaka 3. Wameniita majina yote. Tukana miaka 3. Juzi nikawajibu tu siku moja. Sasa mimi nawaambia nyinyi endeleeni na matusi, si ndio? Lakini mali ya wajane na mayatima utarudisha. Ndio hakuna mkule bila mwezi hapa. You can solve me as much as you want. But hoteli ya wajane na watoto wa wajane mrudishe. Hiyo hoteli iko Nairobi, rudisha. Sio kama tunaelewana. Ile nyumba iko Kilifi, rudisha. Mali ya mjane na watoto waone leo, rudisha. Waone leo. Endelea kunitukana, no problem. Kwa sababu mimi ni mwanaume naweza kujitetea. Lakini wajane na mayatima hawawezi kujitetea. Dunia hii tutawatetea. Hata mbele ya Mungu tutawatetea. Hakuna mtu atawanyanyasa. Sio kama tunaelewana jamani. Tuko pamoja. Biblia inasema kilio ya wajane, kilio ya mayatima inafika mbele ya Mungu. Ama namna gani? Biblia Methali 26 mstari wa 5. Unajua inasema nini? Inasema jibu mtu mjinga kwa ujinga wake, ili asije akafikiria ya kwamba akawa na kiburi ya kwamba ako na akili na kumbe mjinga. Ni mnanielewa? So hiyo watu ndio nikasema niwaulize tu maswali. Nyinyi mnasema mambo ya sijui nini, na nyinyi makosa yenu ni mingi. Mimi nimewaambia your past, yani siku zao zilizopita is a big scandal. Tukisema tunatangaza, dunia itashangaa. Their present is a big fraud and their future is empty kwa sababu hawana mpango yoyote. Your Excellency, unajua sisi ni watu wa kanisa. Sisi ni wa Christians. And I'm sure even the Muslims and everybody. Kwa Bible, Mungu anasema usinyanyase awito na watoto wa huyo mwenye ameenda zake. Si ndio hiyo? Kwa hivyo huyu your former deputy president Rigathi Gachagua alienda akaforge will ya brother yake huyo Derito Gachagua,
akanyang'anya watoto na bibi ya Gachagua mali na akanyakua hiyo mali wakiwa na bibi yake. Kwa hivyo sisi tunasema kama wamama viongozi kwanza. Hiyo ni maneno ya kuhuzunisha sana, na tukiwachilia mama wa level hiyo akifanyiwa hivyo, si hata nyinyi mtakuja kufukuzwa bwana zenu wakiaga. Kwa hivyo sisi kama wamama tunasema Your Excellency the President, stand with the women of this country, stand with the family of Derito Gachagua, kwa sababu wamenyanyaswa. Na huyu alipoenda, huyu Gachagua former deputy president, alipoforge hiyo will, aliandika pale chini ati mtu akienda kotini kama beneficiary, kama bibi ama watoto wa Gachagua mwenyewe, ukienda kotini utadisinheritiwa, utakuwa na zero. Kwa hiyo wakanyamaza, kwa waliona wakienda kotini watakuwa na zero, kila kitu Asense muyenda yabwatikana na siasa umuraiwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua n'abarayibande kurwa ase enseme kwamire serikali nigo bagendere n'inchiri yo kumurikira serikali ya Kenya Kwanza asabatebire insi yemetinyi etano no mukorbono nigo murobiri bwabo chenu menyekaine buna sha urachikogwa asetaro yabe county ya Kirinyaga nigo bayerero bokoreri bwe serikali inse yo muraiwe inse Dr. William Samuel Ruto ni asebatebire na nigo bokoreri gose serikali bokoreri bwe serikali nigo bogenderete kole mara na kuirania ense magiga ribaga yogosukia ense gochiabusio. Alituahidi fertilizer ya 2500. Mwezi mmoja uliopita akasema katika mastore ya National Cereals and Produce Board iko mfuko 2,000,000. Tunapoongea leo mvua umefika, wakati ya kupanda imefika. Hakuna bolea hata mfuko moja katika Jamhuri ya Kenya. Ni muongo si muongo? Kwa sababu alisahau kazi yake. Kazi yake ni kukaa juu ya gari na fitina na boshene na propaganda. Mambo ya SHA. Mimi nimepata ushauri kwa wataalamu wa mambo ya afya na mambo ya insurance, na wameniambia hiyo mfumo wa SHA ilikuwa mambo ya wizi, kwa hivyo haungekaa siku mingi. Wameniambia ndani ya miezi 6 huo mpango wa SHA utasabaratika na SHA itakufa. Na sisi tunaogofia mahospitali zetu, hasa zile za kanisa, zile za Mission Hospital, pesa yao itakuwa na SHA. SHA ikianguka, hiyo mahospitali yote itaanguka na tutapata matatizo mambo ya matibabu. Kwa hivyo mimi nataka kuambia mahospitali, saa hii wanadai SHA shilingi bilioni 90. Waitishe SHA hizo pesa, wakae nazo. SHA isianguke wakuwa na deni ya 90 bilioni. Hapo mbele tunauliza mahospitali wasikubali kutibu bila mpango kikamilifu. SHA kwanza iweke deposit ya mwezi moja kwa hospitali, ndio mahospitali isikuja kufilisika SHA ikisabaratika. Mimi nimeambia Kasongo ana shida huko kwa Wajaluo akinitusi. Ameshida kwa Waluya ananitusi kila siku juu ya gari, akiongea matope, mambo ya utoto. Hata kuna mtu ng'ombe yake imekufa kwa sababu ya kupe, na yeye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni aibu si aibu? Ameingilia mambo ya ujinga, mambo ya utoto. Haongei mambo ya deni, haongei mambo ya kahawa, haongei mambo ya barabara, anaongea mambo ya fitina. Ati nani hana bibi, nani yako na bibi, sijui msichana ametiwa mimba. Mambo ya ujinga ya rais wa Jamhuri ya Kenya kuongea mbele ya watu ya Kenya. Nikiwa hapa nyumbani Mlimani, wewe umeenda kunitukana kwa Wajaluo. Jana ulikuja Thika juzi, na ukakuja Juja na Thika. Kama wewe ni mwanaume, mbona hukuongea mambo ya Rigiji ukiwa Thika, ukiwa Juja? Mimi nataka nikuambie Kasongo, wewe ukijipima uone umefikisha kilo ya mwanaume kamili ya kushidana na Rigiji, ya kumtukana. Kama wewe ni mwanaume, kuja hapa Kirinyaga utukane Rigiji, utajua ujui. Na niwaambie hiyo pesa ya SHA, nimeona Auditor General amefanya report ya 2026. Wameiba 50 billion Kenya shillings ya SHA. Wamefungua mahospitali ambazo hakuna mtu zinatibu.
wanaandikisha fictitious claims, wanaiba pesa ya SHA. Na ndio maana unasikia ripoti ambayo imetolewa na Rigiji aka the truthful man ya kwamba within 6 months SHA ita collapse. Manake hawa ni wezi wa kupindukia. Niwaambie ya kwamba hawa wananchi wanaongojea mametereire muno na ni makarekania nao mwaka wa 2027. Juzi mliona anaongelelea maneno ya Nairobi Hospital kwa sababu yeye haja yake ni kuiba Nairobi Hospital na viwanja yenye Nairobi Hospital iko nayo. Lakini sisi watu wa Nairobi tunaumia pale Kenyatta. Pale Kenyatta, na hiyo ndio hospitali ya serikali, haina dawa. Pale Kenyatta hakuna chakula. Pale Bagavi hata daktari wameenda mgomo. Kwa hivyo tunamwambia hii wizi ako nayo lazima aende wapi? Juzi mmeona Kasongo ameongeza pesa yake ya budget kule State House. Ameitoa 4 billion, ameipeleka 17 billion. Wakati anaipeleka 17 billion, watoto wetu wako nyumbani kwa sababu ya school fees. Sisi tunamwambia hiyo pesa yenye anapeleka State House aitoe huko, alete watoto wetu wasome. Akaniambia yeye kwa sababu ndio ako na ufifi, ako na ujumbe, amesikia kwamba hii SHA inakufa baada ya miezi 6. Hii SHA ambayo tuletewa na Kasongo. Na hiyo ni kusema ya kwamba matibabu ya hii SHA haitafanyika tena. Kwa sababu kila mwezi wanatumia milioni 4, wanaokota milioni 4, wanaokota milioni 4, lakini deni ni wanatumia bilioni 4 na deni ni bilioni 6. Kwa hivyo ningetaka niambie wale watu ambao wanafuata matibabu, na ningetaka kumwambia rais na GK na wale wote wako hapo ya kwamba nyinyi mnasema huko mambo ya 2 term. Sasa afya imesoroteka, hospitali hazina dawa, makadamia tunatupa kila mahali, mmekataa kufungua soko. Nataka tumwambia kwamba kama mfungui soko ya makadamia, sisi tutakuja kuandamana hapa mpaka mfungue soko. Ikiwa unataka msichana fulani, wewe unaenda mbele yake, unanyenyekea, unamkatia mpaka akubali. Kweli si kweli? Lakini sasa wewe unatumia nguvu. Ukitaka kuchukua Nairobi Hospital, badala ya kuongea na wenyewe pole pole, wewe unafanya wakurugenzi ati washikwe wawekwe ndani. Kwa hiyo zitakonyita moyo tueneo kama ikiadheini ategela kohikere. Sasa juzi tumeona unataka kuchukua hoteli ya Rafael Tuju. Badala ya kuongea na Rafael Tuju pole, umwambie tafadhali niuzie hii hoteli. Wewe unatuma polisi, unaweka wapi? Unamweka wapi? Ndani. Tomwere, hiyo ni tabia baya. Hiyo ni tabia. Mimi tulikosana na Kasongo mambo ya kahawa, kwa sababu anachukia sisi watu ya Mlima Kenya. Alijua kwa sababu sisi ni wengi, tukipata utajiri hataweza kutawala sisi. Kwa hivyo mimi nikipenda nyinyi, nikaanza mabadiliko ya sekta ya kahawa. Tukafanya na Senator Morango, tukatengeneza Coffee Bill 2023. Nikaenda Colombia nikatafuta soko, nikaenda Belgium nikatafuta soko, nikaenda Ujerumani nikatafuta soko. Kahawa ikaanza kupata bei nzuri. Kweli ama uongo? Alipoona nitafanya marekebisho kwa sekta ya kahawa, watu ya Mlima Kenya watajirike, akapanga kunitumua, kunitoa ofisi ndio kahawa isipate mali, na akatumia GK ndio alikuwa anapanga kwa klabu yake inaitwa 021. Jama ya kufukuza Rigiji ilipangiwa kwa hoteli ya GK inaitwa 021. Hapo ndio ilipangiwa. Harambe, harambe. Kasongo akapanga wakulima ya miwa kutoka Western walikuwa na madeni 118 billion.
akaleta cabinet, tukapitisha hao wakulima wa miwa wote wakalipiwa madeni yao. Mimi nikamuuliza Kasongo, hawa wakulima ya kahawa, watu ya Mlima Kenya ndio walichagua wewe, madeni yao ni shilingi bilioni 7. Kama tumelipia wale wa miwa, hata hawa ya kahawa tuwalipie. Hakutaka. Nikasubuana naye mwaka moja, nikamkalia, akakubali. Tukasukuma, tukapeleka cabinet, tukapitisha bilioni 7 ya kulipia wakulima ya kahawa madeni yao. Ndio kwa sababu hakutaka kuwalipia, akapanga jama anifukuze. Aliponifukuza, hiyo bilioni 7 tuliweka ya kahawa akaondoa. Ni musaliti si musaliti? Yemano asoko choren soko TV oburusu bwo mugusina bwo kubwati mu rubiriga bwetero bini asemambya yabona asebona nigo tukurasi umiria chiduka na nyuma yo semera chiduka ningirane na yanda mange toskare ne TV yao. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyobo balimo kibirengeralio eliokolenta amontelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omuguzi inyora omuske Oruoba niga alenge omuseneta omochorwa wekiama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisia omurwandereria wekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omuske Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena no mugusiyo mwabo no nyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bwo mwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721 15 15
au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Mrna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanenya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Kera kama jenga tara, daike taoni ya nyamira na lena shauri sangwe, ngara rombo ijana. Umozu wate ya mabwari. Murigari bwen Soko TV, oyo no moroberio gwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au, turabe tukumira na kira litukulie iki. Guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko. Kugwakorire mirimo yawo yerituko. Kwabokire orosete oikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Amorire ni gagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobilyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Soko TV Oboroso Bumuguse. Eye nen Soko TV Oboroso Bumuguse.
Karibu naende murigereria Wensoko TV tugendera kwemanya amanga sensemo yiga ya kabere nsemo ya kabere yekiama kia ODM ya Linda Mwananchi eywe koragwo no senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna nigo ya koletaro yabo ime county ya Mombasa segetigia tononoka abwase ba muchiro burayo bwe serikali yerituko egati amangara ba kwanere ngamo nendemero okweyo pomadini ya sensemeyo chisemyo bochenu nabo igogo konga kwobugima ose ogokonga kwobugima na yande amange ase ubwagare tigango tararatengera naralia yagendera tukura sensemeyo. Raila Amolo Odinga, his spirit liveth in Sifuna. Ile spirit ya kutetea mpwani leo hii iko ndani ya watu walio hapa wakiongozwa na Orengo na Sifuna. Tuseme ukweli, hii serikali iliyoko mamlakani leo ilitembea ikituambia itasuluhisha shida ya ardhi pwani, lakini kile tunachoona ni title deeds inaipetiwa ndogo kwa watu wale wako na eka moja moja, wale wako na eka mbili mbili. Yale mashamba ambayo ni maelfu ya ekari, hayo hayaongelewi. Nisema wameninyang'anya kazi ya deputy party leader wa ODM. Ninawaambia wakwende. Semeni wakwende. Leo nataka kutangaza leo, mimi sitaenda kotini na hao, sitaenda kujitetea kule, nimewachana na hiyo kitu. Leo mimi natangaza kwamba mimi nitakuwa deputy party leader wa Linda Mwananchi. Kama hapa Mombasa leo ikiwa tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2026 nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranza wa walio wachache, kwa sababu mmenizoea. Kama uko na tear gas, hii ndio nafasi yako. Walituambia hatuwezi kuingia Mombasa, walituambia hatuwezi kuingia Tononoka. Hapa ni wapi? Nataka mseme Kasongo wasikie hapa ni wapi. Na nyinyi wacha niwaambie, sisi tumetembea na hii kikosi ya Linda Mwananchi Kenya mzima. Wanasema ati hapa Mombasa ndio kuna kura ya Kasongo. Ngoja tu. Sisi tumekuwa kule Western, mimi na kina Osoti hawa, hakuna kura ya Kasongo Western. Tumekuwa kule Luo Nyanza, wasiwadanganye watu wa Broadbest, hakuna kura ya Kasongo Luo Nyanza. Kwa kina Kimilu, DJ Tulia. Kwa kina Kimilu kule Makueni na Ukambani nzima, hakuna kura ya Kasongo. Kule kwenye Mulima hakuna kura ya Kasongo. Tunaambiwa hapa pwani ati nyinyi muko na kura ya Kasongo hapa. Nataka leo idhihirike wazi. Nataka nione kidole moja kwa hewa. Kasongo one time. Kasongo. Hapa pwani mmeshinda mkiahidiwa ya kwamba mkiwa na mmoja wenu ndani ya serikali ati mambo ya ardhi itatatuliwa. Mumepata title deed nyinyi. Wanachagua settlement kidogo, wanaweka mahema kubwa, wanadanganya wamama wachache ati wamepatiwa title deed. Ile mashamba ambayo imekaliwa na mabwanyenye, hiyo ndio shamba yenye watu wa pwani wanadai. Sio kutupatia title deed ndogo hizi. Tunataka mashamba ile ambayo iko na absentee landlords wapatiwe hawa vijana wa pwani waweze kukaa kama watu ambao ni Wakenya wengine, si ndio? Angalia viwanda vya hapa pwani vimekufa vyote. Mimi kama Sifuna, kama senator wa Nairobi, niko katika kamati ya Kawi ama Energy Committee. Tulikuja hapa Changamwe, watu wa Mombasa walituambia wanataka kiwanda cha Changamwe kifufuliwe jinsi ambavyo kilikuwa kinafanya pale nyuma. Hao wakora wanatuambia wanatoa mafuta kule Turkana, badala ya kusafisha mafuta hapa Mombasa jinsi ambavyo ilikuwa ikifanyika, ati waingize mafuta kwa meli iende safishwe kule nje alafu irudishwe hapa. Hiyo ni akili gani bwana? Jue ya kwamba Ruto alimpatia Raila
cheki ya bandia. Ruto alipatia Raila cheki ya bandia, ameweka sahihi na Raila kwa 10-point agenda, na Raila akasema lazima utimize haya masharti 10 kabla hatujaongea mambo ya coalition. Lakini Ruto akampatia Raila cheki bandia, na baada ya kufanya hivyo Ruto akampeleka Raila mpaka Bondo, akampeleka mpaka Bondo, akampeleka kama Bondo, akampeleka mpaka Bondo, akampeleka mpaka Bondo. Watu wetu wa Mombasa, watu wetu wa Mombasa, watu wetu wa Mombasa, watu wetu wa Mombasa, mimi kama James Orengo nimeona fundi baada ya shimo ya futi 6 kuchimbwa, wakaweka mwili wa Raila Amolo Odinga, wakaweka machuma na simiti. Sikujua Raila anaweza kuwa futi 6 chini. Sikuweza kujua. Na mjue Mombasa oye! Mombasa oye! Mombasa oye! Hakuna urafiki ambao tunaweza kuwa na Ruto. Wangapi wamesema hakuna urafiki? Wangapi wamesema kuna urafiki? Unajua mwaka wa 2022 Raila angekuwa president. Raila angekuwa president. Nani alisimama na Raila kuwa president? Ni nani? Nani aliiba kura ya Raila? Nani aliiba kura ya Raila? Na wewe unaweza kuwa na kichwa timamu. Yule mtu aliiba kura ya Raila, atuna pek ukae na yeye chini, ati unaandika agreement. Mmekataa. Mmekataa. Tunasema tumechoka. Tumechoka kuona mama ambaye anaamka asubuhi, mama mboga anaenda marikiti, mama mboga anaenda pale kwa soko, anaenda kuuza bidhaa, lakini anarudi jioni. Mama mboga anaenda Kongowea, lakini anarudi jioni bila chakula. Tumechoka kuona vijana wetu wakituangalia, wakiamka asubuhi mapema bila kazi. Tumechoka kuona wazee wetu wakiamka asubuhi wakiuza madafu, lakini hakuna pesa. Tumechoka kuona wamama wetu kama wawezi lipa school fee. Tumechoka kuona wanafunzi wa vyuo vikuu kila siku wakingoja help na help haitoki. Tumechoka kuona wanafunzi wetu wakiwekwa kwa banding system, lakini hawana hela hata kidogo. Na tumechoka zaidi kuona yule mama anaamka asubuhi kwenye jua, kwenye mvua, kijana kwenye mvua, kwenye jua, baba kwa jua kali, kwenda kutafuta chakula cha leo, kwenda kutafuta kodi ya leo na ya kesho. Tumechoka na huyo mzazi kurudi nyumbani bila chochote. Wanaangaliana, baba anaangalia mama, wanaulizana maswali lakini hakuna jibu, na mtoto ako hapo katikati yao. Vijana ra, tumechoka kuona hapa port yetu hapa Mombasa. Hii port inaweza kuajiri wana Mombasa wote. Hii port inaweza kuajiri wana Pwani wote. Mko na kazi huko? Wangapi wameajiriwa kwenye port hapa? Wangapi wameajiriwa nione? Wangapi hawajaajiriwa kwenye port? Kisha tunaambiwa
tuliambiwa ahadi ya kwamba tutapewa ajira, tutapewa kazi milioni 1 katika kila mwaka. Lakini ukiangalia hawa vijana, kijana, mimi nikikuangalia najua una wasiwasi ya kupata chakula cha jioni. Huyu mama nikimwangalia najua ako na wasiwasi kesho atalipaje karo ya shule ya mtoto. Yule mzee nikimwangalia ako na wasiwasi atalipaje kodi ya nyumba. Ndio maana tunasema enough is mambo ya mashamba. Nataka kuhakikishia watu wa Pwani. I want to assure the coast people under the guidance of Governor Orengo and the other people in this country, we will solve the land issue in the coast region and all over this country. It has been long overdue. We must solve this problem once and for all. Jambo la pili na la muhimu sana ni mambo ya elimu. Tumesimama Asante moyende kiama kia UPA nigo giakorire gikaro kyobomo ase bakwanire amangana ao arengete kiama kibosi bochori obonene bo mwaka w'echile fuibere 2025 na kabere kurwa sensemo ya bonchari ase enkwana ya yo mugavera we county ya Nyamira nigaerere buna nigo baguchi gutwara abarwanire bebirogo byonsi imeyense gutatiga ekerogo kyomurayi bwense ekyo batebere baguchi gusira Dr. Fred Matiang'i kurase kiama gya Jubilee chinga kichiboigo nigo mugabana nyari bakwanire goro yemebere y'abantu yatindegetwe amo bobisi ime yensemo ya Kericho. Hii timu unaona hapa ni coordinators wa UPA Kisii County na Nyamira County. Tuko na wengine wako hata Kilgoris, wengine Mombasa, but hii ni the core team from the 2 counties. Kuenda county zingine tutatafuta wakati ingine. Tumekuja hapa kusalimiana na kusort out mambo ya party. Kitu ya muhimu tumeongea ni juu ya kuitisha National Executive Committee na National Governing Council arau baadaye Delegates Council of the party. Ndio tuweke decisions muhimu juu ya chama chetu. So tukiita hao kitu moja ambao tumedecide na iwezi badilika ni kwamba UPA itaweka candidates kwa viti vyote isipokuwa presidential. Tutaweka candidates kwa ward level, MP level, senator level, women rep level kwa nchi yote Kenya. Kwa hivyo hatutameshwa na yoyote, ni party imara na ni party iko na nguvu. Kuenda mbele tutaketi na chama zingine ziko like minded, halafu tuingie kwa mkataba wa elections na post elections. Kwa hivyo bado is work in progress. Hatuwezi mezwa na party yoyote. Nasikia nirudie, UPA ni party ya nguvu na iko independent, compliant na hatuwezi mezwa na party yoyote. Hata akiwa ni Matiang'i, hata akiwa ni Ruto, kama party medecide mwelekeo, hapo ndio tutaingia. Lakini naona watu wengi vile nawaona hivi wanajua mwelekeo tu. Delegates and members of the press, good afternoon. I'm Nyamoya Nancy, Kitutu Chacha South Coordinator of UPA. We've come here today as members of the UPA to put our house in order to sort 2 issues out there. And want to remind all the members, wherever you are in Kenya, we want to remind you that UPA is existing and it has got a share in a type of negotiation. Be it that our presidential candidate, Dr. Fred Matiang'i, is vying from our sister Jubilee. We want to say that UPA will not be swallowed with the Jubilee. We'll be in our negotiation table
And any Omogusi, I want to talk to any Omogusi who is away from home. Please come home because we will not be swallowed. We have our share of negotiation up to the end. I also want to encourage our agencies who have not registered as voters. Kadi yako ndio sauti yako. We want soon we will start a movement which we call Tuko Kadi. Tunataka vijana wote mjitokeze kwa wingi tuweze kuchukua kadi ili tuweze kuweka uongozi ambao tunautaka utuongoze. Asante. Asante sana. Yangu ni kutoa shukrani. Tumekuja kama UB Bati. Sisi vile mmesikia tuna support Matiang'i. Matiang'i oye. Oye. Basi tumekubaliana pia tutaregister watu kwa wingi. From next month we're registering our party members countrywide. And tutaanza from Kisii region. West region, Nyamira na Kisii. Thank you very much. Your name please? Maina Robanyi na ngania kiti ya MB ya Bubasi. Was constituency. Gisesa, mwenyekiti wa chama cha UPA. Kwa siku ya leo tumekuwa na meeting ya Gusii region ya officials, coordinators na wale walikuwa elected and nominated under chama ya UPA. Kwa siku ya leo chama wote wenye mnaangalia wamesema kwa presidential candidate wao anaitwa Dr. Fred Okengo Matiang'i. Ndio kitu ya kwanza wamesema. Kitu ya pili wakasema hii chama ya UPA ambayo ilianza katika ule uchaguzi ulioisha 2021-2022 kama esega ya Omogusi, kama chama cha wanakisii, hii chama haitamezwa na chama yeyote. UPA will fill candidates for MCA, MP, women rep, governor countrywide. Lakini kule juu tumemwachia kiongozi Dr. Fred Okengo Matiang'i. Alafu kitu ya pili venye mnajua hata kwa uchaguzi wote umefanyika Kenya, all the by elections in Kenya, UPA ndio the single party imefill the highest number of candidates for the almost 25 by elections we have in the last 6 months. Sisi tutaendelea tukiwa huko Kisii na pia tuambie supporters wetu kwanza huko Kisii kama chama tuko imara, tukakuja sub counties kufungua ofisi na kuendelea kuona jinsi ambavyo tutaenda mbele. Asante. UPA oye. Oye. Wacha tusafishe Kenya. Kwa majina mimi naitwa Roslyn Nyakeriga kutoka Kitutu cha Chenot na wania kiti cha MCA. Na mimi hapa nashukuru gavana kwa yale ambao ameongea na chairman wetu, mengine wameongea, lakini nami nitaongezea hapo nje kwamba pia wale ambao wako hapo nje wajiunge nasi, wajiregister wengi, wajiandikishe wengi kwa hii chama because UPA ni chama yetu ya Omogusi, na hata sio Omogusi peke yake, national tunaendelea kuregister watu wengi, na pia tunasema ya kwamba kina mama, vijana, mkuje zote tukaweze kuregister ili tukaweze kufanya jambo. Na wale pale nje wanasema kwamba Matiang'i yuko pamoja nasi. Matiang'i tukumbuke kwamba our president alikuwa ni our president, but pale nje pia alienda kuwania hiyo kiti ya president. Kwa hivyo hapa UPA pia ako hapa kwa sababu hapa ndio kwake, ama hapa ndio msingi mali president wetu alianzia. Kwa hivyo hapo nje tunawaomba ya kwamba nyote karibu sana, kina mama, wazee, vijana, ili wote tukaweze kujiunga kwa hii chama yetu na tukaiendeleze mbele. Tusiachie hapa bali tuendelee mbele. Na wala ambao mnatutusi pale nje, sisi hapa tunasema tumefika home. There were 13 bodies which were supposed to be disposed from Nyamira. And as a government, we followed the procedure. We got court orders to dispose those bodies in any public cemetery. So my government has been disposing in Kericho, and we thought it's the nearest. We released an officer and a vehicle with 13 bodies, fully compliant, following all the laws. We gave money to be paid to Kericho County, but unfortunately, whoever was given money did not pay to the county. He had an arrangement with a private cemetery
where they went and disposed the bodies. The others, as you have heard, the exhumation was done and there were found 33 bodies. As Nyamira, we are not aware of those. If we were aware, we should have sought permission to dispose 33 bodies. The permission of disposing 13 and disposing 33 is the same. So those people were involved from the county of Nyamira to Kericho. I think they are already in custody and the government is doing thorough investigations. We are also anxious to know where these other bodies, where did they come from to be found in the graveyard? So that one we don't know. Let's leave it to the government to do investigation. You said I have not said anything. I should not comment because the police is in charge and they are competent. What we are sure, the bodies left in Nyamira County during the day. Where the Asanse mwende muwaziri bw'abacheno Aden Duale nigamwiranire muraiwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua igoro yengana yo murobiri bw'abacheno manyekene muna sha asatebere serikali nigebegete mirobiri metingu erikwene kibuna gweterase sha bakenya konyara bare obokoreri obwekirano bw'abacheno. I saw that man called Rigiji, who has serious integrity issue, family integrity issue, who altered and forged the will of his dear brother, a very good friend of mine, Mian Bello Kero, the former governor of Nyeri. You altered his will and you disinherited the wealth of your siblings. It has never happened in the history of Kenya. You have a serious family, personal integrity. I am told today he talked about Shah and he said he has a dossier. I dare Rigiji, as the Minister for Health, I dare him to release that dossier tomorrow at 10. Today, as we sit here, over 30 million, 191 Kenyans have registered with the Social Health Authority, including last night, yesterday, 12,000 Kenyans have registered. We have paid to health facilities across the country, faith-based, private, public, 121 billion as of today, this morning. And I can give him the breakdown. For the Social Health Insurance Fund, we have paid 97 billion. For the civil servants and teachers, we have paid 3.5 billion. For the emergency chronic and critical illness, we have paid 1.4 billion. And most transformative one, PHC, primary health care, where Kenyans walk into any dispensary, any health center, any sub-county, free of charge, paid by the government of President Ruto, we have paid 19 billion. So in total, we have paid 121 billion in 19th month. SHA is in existence 19 months. What have we collected since SHA began 19 months ago? We have collected 156 billion. SHIF, we have collected 115. PHC, I've said we have collected 19.8 billion. For the civil servants and teachers, we have collected 12 billion, and for ECCIF, the Emergency Critical and Chronic Illness Fund, we have collected 8.3 billion. Numbers don't lie, Mr. Rigiji.
the primary health care is free. Over 8.7 million Kenyans have accessed across the country, free of charge. The most transformative. Teenage mothers go and deliver in hospitals free of charge. We have put 2 billion, this supplementary, to make sure our mothers who deliver in far-fetched dispensaries and health centers, they go and deliver and government pays for. So I know what you are going to. Because you are used to extortion and corruption. You want to extort health facilities. And I want to urge our hospital owners, health facilities, be they private, public, and faith-based, be warned of a con man, a corrupt man who wants to use blackmail and extortion to get money from you. Rigiji is broke. And I want to challenge him. Forget about, before you come to SHA, and I am not an ordinary minister, I know how to deal with you. Before you talk about SHA, go sort out your integrity issue with your family. Your family has petitioned the president. Return the money of... Oboteneneri bwa technical and vocational education and training gosechitiveti ase wizara ikisemi nigo bwa chakiro murobirio bogosemia aborokio kweri kiasechitiveti erikonyora amaigerio murobirio yo nigo nekerenga gyokorwa bosemi goro yo byabwo konyora amaigerio goro yechigasi chama boka kerekero murobirio yo chakire kurwase orogongo rwa pwani. Neema yetu ya Kenya. Amejenga Mau Summit Road, nimekuja hapa nimeona lami mpya inajengwa na Neema yetu. Wakati inajengwa kule reli inaenda Kisumu inajengwa na Neema. Wakati inajengwa mambo ya port kule Mombasa inajengwa na Neema. Wakati inajengwa kule Mount Kenya mabarabara inajengwa na Neema. Lakini pia kuna Sanbalat anaitwa Gachagua. Kazi yake tu ni kukejeli kenye Neema anafanya. Na yeye hafanyi chochote, anasunguka tu, akisunguka na Tobias anaitwa Kalonzo, wanasunguka wakikejeli kenye rais amefanya. Lakini tunataka tumwambie Neema William Ruto, concentrate on what you are doing, building the wall of Jerusalem. Sababu hiyo ndio kazi Mungu amekupea. God anajuanga in every generation kuna kiongozi ya kupeleka watu mbele na kuna kiongozi ya kupeleka watu kwa mauti. Kuna kiongozi ya kuchochea watu na kuna kiongozi ya kupeleka watu kwa mahali mazuri. Rais William Ruto, concentrate na ile kazi ya kufanya kazi. Sisi tutamsupport, tutamwombea Mwenyezi Mungu, lakini ule mkabila watu ya chuki ikifika kule mwisho, Mungu anajua mtu ya kubariki ule wa kufanya kazi ama ule. Ni kwamba Mheshimiwa Rais anasawazisha maendeleo katika hii taifa letu. Tunaongea ama tunazungumzia mambo ya usalama hapa Elgeyo Marakwet. Tukienda huko Garissa, tukienda huko Northeastern ama Lamu ama sehemu zingine ambao tulikuwa na shida ya usalama, unapata kwa sasa kuna utulivu. Vile vile mambo ya maendeleo, mumezungumzia mambo ya mabarabara hapa. Vile barabara inajengwa hapa Elgeyo Marakwet, ndio vile barabara zinajengwa huko Mlima Kenya, huko Nyanza na huko Western na sehemu kote ya hii taifa letu. So sisi kama watu ambao Mheshimiwa Rais amewapatia nafasi ya kumsaidia kwa ujenzi la taifa, hatuna tashwishi yoyote. Ikifika mwaka ujao, tukienda kwa uchaguzi, vile Wakenya wengine watampatia nafasi ingine, ndio si nyinyi kama watu wa Elgeyo Marakwet na watu wengine wenye Mheshimiwa Jared Okello amesema watampatia hiyo nafasi. Na tusiruhusu viongozi au wengine wenye wanaweza taka kutupotosha. Wale wana skuma mambo ya ukabila, mambo ya utengano. Juu hii Kenya ni yetu sisi wote. Nikimalizia, kama wizara tuko na mambo mengi tunafanya kupitia agizo ya Mheshimiwa Rais. Kuna mambo ya vitambulisho, na vitambulisho inasawazisha ama inapatia kila Mkenya nafasi ya kupata huduma ya serikali.
na pia hiyo kitambulisho ndio itakusaidia kwa mambo ya kuchagua viongozi wenye mnawataka. So as we roll out the recruitment exercise across the country of IDs, and tomorrow the IEBC will be launching the mass voter registration exercise. And because Elgeyo Marakwet has been known to participate, let's take advantage of that opportunity. Those who do not have ID cards, we have a mop-up exercise that is being spearheaded by my colleague PS Belio Kipsang under the leadership of the CS Murkomen, that those who have reached or attained the age of 18, let's have our ID cards, because ID cards gives us identification, it gives us an opportunity to contribute positively to the development of this country. And lastly, just like I've said, President Ruto is developing this country equally. No part of this country is being left behind. That for the first time in the history of this country, since independence, we have a president who is looking at every part of this country, who is looking at every Kenyan with the same lens. So that if it's on matters healthcare, there is a rollout of universal health coverage that is happening across the country. If it is development of roads, if it is on education, every part of this country is on board. And that is why, as those who work for President Ruto, we have no doubt that as every part of this country, as the rest of Kenyans will be giving him another opportunity to lead us, we will be part of that. Sisi kazi yetu kwa Wizara ya Interior ni kuhakikisha bunduki yote imetoka kwa mkono ya mtu raia. Na kama kuna mtu hapa Kabiego, kama kuna mtu hapa Marakwet, kama mtu bado kuruko hapa Pokot South, mwenye bado wako na bunduki, ujue kwamba hii program haikuwa ya last year, na haitakuwa ya this year, na haitakuwa ya next year. Hii program tumeweka ya kuokota bunduki forever, sio ya kufanya ati ya kufurahisha watu for a short time. Na nia yetu ni kuhakikisha kwamba wananchi, hata mkiwa na malumbano, mmeshindania mashamba na mambo mengine, tunataka kuhakikisha watu wakiwa na suluhisha shida zao, wasuluhishe kwa baraza, wasuluhishe kwa mikutano, waende kotini kama wanataka kuenda kotini, sio kutisha watu na bunduki. Na hii mambo ya wizi wa ng'ombe na wizi ya mbuzi na nini, we want to make that a permanent, we want to create a permanent solution in the North Rift region, tuhakikishe bunduki zote zimechukuliwa. Mimi nashukuru watu wa Marakwet East na watu wa Tiatich na watu wa Pokot hapa South na wale wa Pokot huko Sigor, wale washatoa bunduki. Lakini wale wanyachatoa msifikiria hatujui. Tuko na mpango. Na itachukuliwa tu, ichukuliwe. So, mimi nataka kuambia nyinyi, kuliko ukuje utafutwe, wewe tafuta pasta. Because kama mnaogopa OCS, tafuta nani? Pasta. Vile wengine walitafuta huko chini. Enda upeane hiyo bunduki mchana, tafuta kazi nyingine. Na nilisema siku ile, tutawapeleka wengine TTI, tupeleke wapi, wasonge mbele wakisoma pamoja. Pia, tumekubaliana ya kwamba sehemu hii sasa watu waende kwa mambo ya maendeleo. Watu wapewe IDs. Juzi tulikuwa na mobile registration ya IDs hapa. Kama mtu hukuchukua ID ulitukosea. Na tutalete one other round. Na lazima kila mtu apate ID yake. Ndio upate mambo ya housing, mambo ya SHA, mambo mengine yote, hata M-Pesa utumie, ukue mtu mwenye umejipanga usonge mbele. Pia tunataka kuwarai watu wote wa Kenya. Nikiwa hapa Kabiego, nataka kuwatangazia wa Kenya wote kwamba the national administration, PS administration hako hapa, wa internal security na national administration, tumepeana directive kwa county commissioners, chiefs na security team yote ifacilitate IEBC kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanaweza kusajiliwa kwa sehemu yote ya Kenya, wapate kujisajili kuwa wapiga kura
kwa kura yenye inakuja mwaka kesho. Tunataka vijana wetu wakuwe na nafasi ya kutosha na wakuwe wajitolee mwaka kesho, wachague viongozi wenye wanapenda, kwa sababu tunaamini vijana wako na nia ya kuchagua viongozi ambayo wako na vision ya Kenya, and we have Mwarigere hato gusaba kwabira ase okoburukana kwa mugano yurure ase embe okorende kwiranira ase mugano uri na ikakotebyo mutangani mutenereri gusoboteneri bwa technical vocational education and training ase wizara y'ikisemi nigo bwa chakiro murubiri bwo gosemia aborokyo kwerikia ase chitibet erikonyora maigerio murubiri oyo nigo renekerenga gyo kurwa basemi igoro yobuya bwo konyora maigerio igoro y'ikigasi chamaboko. We are encouraging the people, we are encouraging the youths to uptake the technical courses that are being offered at the college. We have very beautiful, very nice courses that are being offered at the college. And as per the government has been insisting that the population or the people to uptake these courses, technical courses. This is because that by having these courses, technical courses, that means that our people will be empowered. Our people will be empowered, the youth will be empowered. That means after accomplishing their studies, these are people who are employable. They can get outside the market and get employed, be it in the country or go outside the country in the Kazi Maju program that the government has been advocating. Also, we're looking forward to having a population that is well-skilled. And having well-skilled, that means that we shall be having people who are getting employed, and some of the people also will be engaging in businesses, starting industries, starting businesses that can employ other people, as we know that maybe the government might not be able to employ everyone. But by having those skills among the people, that means we shall be having a situation whereby students finish college, they start businesses, and thereby employing some other people to get into the businesses, and thereby having a very sustainable ecosystem. Currently, I can get that the numbers we are still very low. And a college of this status, we are supposed to have numbers of up to 10,000 trainees. And I believe we have these numbers of students in our society. So we shall be going outside there to mop them out. All the youths that are there, we mop them out and bring them to Ahmed Shahame so that they can get skilled. And in addition to that, we are not only looking for youths who are just finishing, for instance, Form 4. We are also looking for people who have already skills, people who have already some technical skills. Maybe they learned them through the informal sectors and they don't have certification. So those kind of people, we shall be getting them so that they come to the college, so that they can be assessed and get certification through the program that we call Recognition for Prior Learning. The government has done several reviews in regards to the affordability of the technical courses. Like we have students who have been joining college in the previous modules. Taking an example, for example, those who joined in January this year, they have been paying school fees for 35,000 shillings per module. And through the various engagement with the various stakeholders, it was found out that that 35,000 shillings could be quite high for some of the populations. And through our government, through the State Department for TVET, we are really thankful for the President and the PS for reviewing the school fees downward. So looking forward for the May intake, the trainees that we shall be getting, they shall be paying a school fees of 22,396. That is per module, from 35,000. So that means that we have a very huge reduction to make affordability of the courses that we have. And in addition to that, when the trainees come, we shall help as much as possible to get recruited in the college. Then we shall work with the various stakeholders to make sure that the funding of these trainees is available so that we make learning affordable as possible to every Kenyan. Tumefanya marketing kutoka 2023, 2024 kuendelea, while our numbers had stagnated at one point, below 500. Right now we are talking of higher numbers, ni kwa sababu ya Gao kutushikilia na kufanya marketing na sisi. Na hata siku ya leo
We are now having the officers from the State Department of TVET, the Department of Marketing, na ni vizuri sana kusikia ya kwamba pia na sisi shule yetu imetajwa among the ones ambazo zitahusika katika the marketing ambayo itakuwa Coast Region. Wale ambao hawajahitimu, na tunajua ya kwamba kuna mitihani ambayo imetokea ya results zimetokea hivi karibuni in January. Wale wamefanya KCSE in November 2025 na hawakuweza kupata alama ambayo inaweza kuwapeleka katika university. The TVET institutions are open and we are saying that TVET is the key. Na tuko set na TVET ya kwamba wakikuja hapa watapata taaluma zote ambazo zinaweza kuwasaidia na wakajimudu maishani. Taaluma zetu ni nyingi na walimu ambao tuko nao ni trainers ambao wamehitimu na wako licensed mpaka na TVETA kuoffer these courses, na tuko katika modular program kwa sababu tumekuwa na reforms nyingi za CBET. Na katika chuo hiki cha Ahmed Shahame Mwindani TTI, walimu wote wamehitimu vyema na wako na maarifa mengi, na kwa hivyo tunafungua milango yetu ya this institution. Wanalika wote, vijana wote ambao wako huku mitaani na hawakuweza kupata alama ya kwenda university, wakuje wajiunge katika taaluma tofauti tofauti. Tuko na many departments, tuko na 8 departments currently, na katika all those departments tuko na electrical and electronics, tuko na mechanical and automotive engineering, tuko na applied sciences, tuko na fashion design and cosmetology, tuko also na business business and liberal studies, and in business we are also opening our hands for those who want to do the maritime courses like clearing and forwarding, maritime logistics and transport. We are also having the CASNEB courses with us. Na kwa hivyo kila mtu atapata nafasi yake mahali hapa. Tukiangalia kama ni wale wanataka taaluma za computing and informatics, ndio watu wanaita ICT, tuko na all the levels, na kwa hivyo tumefungua milango yetu na tuko ready na tuko set kuwafundisha hawa vijana wetu, na diposa waache kuladalada mitaani na waache lose their hope, because this is a new beginning. Hata kama hawakuweza kupata kwenda katika university, this is a new beginning for another path, na kuna progression in this path. Wanaweza kuanza hata kama walipata alama za chini sana, na wakaanza na the artisan, wakaendelea hii level 4, na wakaenda level 5, na wakaenda level 6, waka progress hivyo na waende mpaka na university, na washikane na wale wengine ambao walitoka na alama za juu na wakaenda. Ase nse mwende abarayibe kanisa nigo baruro kuboria gocha se ekiombgeterere tobo chorine chimbebe imeyensa IBC ko ereke buna ngochia gokorekere osengochi gokori barobo chori bwo bwasio kuno bweno mwaka ogocha barayabo nigo bwego barure gose ba bolire abakenya wesokia erikwerikia buna abakichikura. Ni lazima wajibike na wajaribu kuona ya kwamba kila sehemu wamefika, kila sehemu wako kila mahali, na wanapeana mwongozo pia na services zile zinastahili kabla ya uchaguzi wa 2027, kwa sababu si haki sehemu fulani kwa sababu iko nyuma wakose huduma yao. Huduma yao inastahili kila mahali. Kacha mbaya ya watu wa Kenya ya kukula, hawasikii mambo ya voting na masikio, wanasikia na mdomo na tumbo, full stop. Na ndio sababu tunachagua viongozi, na ndio sababu sisi kama makasisi tunasema watu waache kulalamikia MCA wakimwambia hatuna barabara, hatuna maji, hatuna hii, ama gavana ama MP, kwa sababu walimalizana. Akinunua kura na wewe umpatie kura na uweke pesa kwa mfuko, ukule mandazi, ukule kuku,
basi mumemalizana. Akienda huko atafanya kazi, arudishe hiyo yake kwanza, hata kama ni baada ya miaka 5 ama 10, shauri yako. Tunataka peaceful election, tunataka fair elections, na tunataka amani baada ya hiyo, baada ya uchaguzi. Ijapokuwa tunajua watu wa Kenya ni tabia yao na wamejifunza, hata kama nani ameshinda ni kusema simeibiwa na tupigane na tuharibu mali. Hiyo ni jambo ambalo halistahili. Huenda tukawa na unfair elections. Ni kwamba watu wengi sasa wako na pesa, na kuna viongozi wengi ambao hawana pesa na wanastahili hizo viti, na hawa ni baadhi yao ni wamama na vijana, na sisi tunasema vijana wawe katika serikali, na tunasema wamama wawe katika uongozi katika serikali, lakini they are disadvantaged kwa sababu hawana pesa hizo nyingi za kutumika. Na ni vema watu wa Kenya tubadilishe nia zetu ili tuweze kuchagua viongozi wanaostahili. Vijana wale ambao wanachukua kura wakati huu, kwanza waangalie na wachague viongozi wanaostahili. Tutaenda hatua ili tuweze kuwafundisha, tutafanya civic education baadaye, ili kabla hatujafika 2027 tuwe tumewafikia na kuwaelekeza wajue wanastahili kuchagua viongozi wa aina gani. Ukinasikia wanatukanana, wanaongea maneno mengine hata si ya watoto, na watoto wetu wako kila mahali, hata social media wanasikia, wataendelea kukua wakifikiri ya kwamba ati inji inaongozwa namna hiyo, na hiyo ndio lugha ya viongozi. Hayo mambo ndio tunaomba kama maaskofu wa eneo hili yakome, na hata siasa mbaya kwa mazishi, kwa sababu huko ndiko hiyo mbegu ya vichina na ambayo inaweza kuleta furuku katika nchi yetu. Pia wakienda huko kwa mazishi wanaongea maneno machafu. Sukukolera asemambia ya bono igari tukuria rero nige timu ya Kenya Harambee Stars era chie kogoseria mone timu ya Granada ase egeti kerikia Amahoro Stadium ase umuchie Okigali ase chigosori chiria cha FIFA 2026 series yega niga egocha oyingo kwira ni maiga ke timu ya Kenya mbagosore tina Estonia abo ase achete golia ya masa ya mokorede bakagenda ase chideka chirichio komenta ase egosori iyo timu ya Estonia ase konya robo chigori isano asenye na rero gutakira chisa 11 cha bono mogoroba ase egosori ende nigo Kenya irachie kogosoria na Granada ase egetikerikia Amahoro Stadium abwo ase semo yende ase timu yende ya Rwanda na rera chikokosere nestiona chikoraga chinsa ibere ne chidaika M23 ase rituko eriga lya rero na gwikeraga buno twikero mwerio ase murubiro yiga bwetero bine ase lya rero gwikeria nke chinsa enye gwika isano ne mogendera kubwati mirubiro ndi atigire ase rituko rigima gwikeria nkyo elitariane Ishmael Mogera. Eye Nancy